Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Ninakusalimia tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini unaendelea vizuri na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo ameileta mbele yetu ya kujifunza. Tunaendelea na kile ambacho tumekuwa tukijifunza kwa siku kadhaa sasa. Nadhani kuna part kama 3 nyuma ambazo zimetangulia. Na leo natamani niachie part ya 4 nijenge katika pale tulipokuwa tumeishia last time. Lakini kabla tujaendelea, naomba tu nikuandae kwamba Mungu atakwenda kusema na wewe leo kitu ambacho kitayajenga maisha yako, kitayaweka maisha yako mahali ambako utaweza kuanza kutembea na Roho Mtakatifu kwa ukaribu kuliko kwanza. So kabla hatujaendelea, naomba nimshukuru Mungu na niombe pia kwa ajili ya neno. Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa sababu ya neno ambalo unaliachilia. Asante kwa kila ambaye ananisikia, kila eneo ambako ananisikia Bwana. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ile nguvu ya neno lako yenye kubadilisha, yenye kuokoa, yenye kuponya ikawe juu yetu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho Mtakatifu, asante kwa maana ndiye ambaye utupaye ushindi, kwa maana ndiye ambaye utupaye maelekezo, kwa maana ndiye ambaye utupaye maono, kwa maana ndiye ambaye uturejeshaye katika njia ya Mungu. Nami ninaomba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nguvu zako Bwana ziwe juu yetu. Nguvu zako Bwana zitufunike na kutuongoza. Nguvu zako Bwana zitubadilisha na kutufungua na kutupa uhuru na kutupa kuanza katika namna ya tofauti katika kutembea kwetu. Let the spirit life take over. Let the spirit life take over. Let the spirit life take over in the mighty name of Jesus. Malete gradusha regedebra raposhandaba kora masakata. Let the spirit life take over. Ripako jabra linda kuzalita ligo ando sabra anta kamaroria ruta libale kosha mantagabahaya. I pray for our understanding. Asante, unaenda kuongeza uelewa wetu na ufahamu wetu wa mambo ya rohoni. Unaenda kutusharpen, unaenda kutufanya kuwa active, unaenda kutufanya kuwa powerful in Jesus mighty name. Na ninapoongea Bwana, chochote ambacho sio cha Mungu ambacho kipo kwenye maisha yetu, kinavyosikia sauti na kiondoke kwa jina la Yesu Kristo. By the power of the Holy Ghost, by the ministry of angels, chochote ambacho sio cha kwako Mungu, kinapokutana ile neno kiachie maisha yetu, tuwe huru kabisa kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu naomba na mimi nimekuwa. Amen. Yes, so Mungu akubariki tena na naomba uweze kunifuatilia tena kwa sehemu. Last time tulijifunza kwa habari ya maisha mapya, lakini tuliona kwamba Mungu anapotaka kufanya kitu katika maisha ya mtu anatakiwa kumwandaa. Na ndio maana tulitoka kwenye alichokuwa amekisema kwenye kile kitabu cha Ezekiel kwamba nami nitatia roho yangu ndani yenu. Nitatia roho yangu ndani yenu. Lakini tuliona kwamba roho alikuwa anashuka. Ukitaka kufanya reference nzuri ni Ezekiel 36 mstari wa 25, wa 26 na wa 27. Nataka nijengee pale. 25 anasema kwamba nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Alafu sema nami nitawapa nyie moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nitatoa moyo wa jiwe na nitawapa moyo wa nyama. Hold on there. So nilisema hivi, Mungu anakuja kwenye moyo ulioandaliwa. Moyo ulioandaliwa manake moyo ulio tayari kubadilika. Sawa? Ndio maana ya toba. Toba ni utayari wetu kubadilika. Ni utayari wetu wa kuanza upya na Mungu. Ni utayari wetu wa kuacha mambo yetu, Mungu atusafishe. Na wasema nitawasafisha kwa maji, nanyi mtakuwa safi. Mtakapokuwa safi sasa ndipo nitakapo wapa roho mpya. Kwanza nitawapa moyo mpya. Manake moyo wenu lazima ni ufinyange ili uwe tayari kunitii na kunisikia. Moyo wenu lazima ni ubadilishe. Na maana nasema kwamba nitawasafisha. Manake kusafishwa ni kuwekwa katika hali ya kukubali toba, ondoleo la dhambi. So once Mungu anakuosha kwa damu yake, anakupa moyo ulio tayari, ndipo ambapo anakupa sasa Roho Mtakatifu. Anasema nitakapoweka sasa Roho Mtakatifu ndani yenu, mtaweza
kunitii, nitawaendesha katika sheria zangu na katika kuzishika amri zangu. Anachokisema hivi, hauwezi binafsi ukatembea katika ukamilifu wa mapenzi ya Mungu pasipokuwa na roho ya Mungu ndani yako. There must be the Spirit of God inside of you. In fact, Roho Mtakatifu ndiye anayetu drive on our way to destiny, ndiye anayetu drive on our way to purpose. Holy Spirit ndiye ambaye anatu drive. Anasema nitatia roho mpya ndani yenu na nitawaendesha. So it is after we are receiving the Holy Ghost, that is when we start to walk the journey of destiny. Kama bado haujaanza kuenda na Roho Mtakatifu, bado haujaanza hii safari, maana yake Mungu hawezi kukuendesha katika njia ya hatima yako bila Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anakuja kwenye moyo uliotubu na kusema, Bwana, niko tayari kuongozwa, niko tayari kukutii, niko tayari kuacha ya kwangu, niko tayari kukufuata, moyo ulioandaliwa. Na hapo ndipo ambapo Mungu anaanza kupiga hatua na mtu kumwelekeza, kwa sababu iko hivi, kwenye maisha njia ya hatima hatuiendei kwa sababu tumeiona, tunaiendea kwa sababu tunaoneshwa na Mungu. Na tunapooneshwa na Mungu, tuna utii wa kutosha ndani yetu kufuatia hatua ambazo Mungu anatuelekeza. Sasa Roho Mtakatifu ndiye anayetuongoza kwenye safari, lakini lazima kuwe na utii, lazima kuwe na uwezo wa kumsikia na kumfuata na kuelewa maelekezo yake na kuyafanya kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. So nataka ni conclude kwenye hilo eneo, kwa sababu nilishafundisha umuhimu wa kuwa tayari toba, kubadilika, kukubali kuoshwa kwa maji. Nikwambia ni kwamba ni wewe kubali kuacha vitu vyako vyote. Anasema nitawasafisha na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Chochote ambacho kimechukua nafasi ya Mungu, chochote ambacho kimekuwa kama Mungu wako, you have to abandon it. You have to let it go, and you have to agree to start afresh with the Holy Spirit. Unatakiwa sasa ukubali kuanza vizuri na Roho Mtakatifu. Sasa okay, umesafishwa, umetakaswa, umepewa Roho Mtakatifu. To me nilidhani ya kwamba once you are done with that, automatically you start to live the spirit life. Lakini sasa kumbe you are not yet done. Kwa nini? Kwa sababu the spirit life is the life led, guided and controlled by the Holy Spirit. Hii spirit life tunaongelea iko ndani yako, iko sponsored, inawezeshwa na Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu amewekwa mahali ambako kuna mwili wa kwako, kuna akili ya kwako, na vyote vinataka kutawala maisha yako. Kuna nguvu nyingine ambazo ni nje ya mwili wako, ni nguvu ya akili yako. They are all influencing you. They are all influencing your life. There are other spirits around you. There are other lifestyles around you. There are other voices around you. How will you manage to be led by the Spirit? Utawezaje kuongozwa kwa Roho? Utawezaje kutembea kwa Roho? Utawezaje kuishi the spirit life? Ndipo napokuja kwenye Wagalatia 5:25, na ndicho ambacho nataka nikuseme leo. Anasema hivi kwamba tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Kuna version moja naipenda, inaitwa the Passion Translation. Anasema, so if the source of our life is the Spirit, then let us walk step by step. Kama Roho Mtakatifu ndiye sasa hivi amekuwa chanzo cha kuishi kwetu, then tujifunze kumtii na kuongozwa na yeye. Why? Kwa sababu Roho Mtakatifu amekuja mahali ambako kuna mwili, kuna hisia, kuna tamaa, kuna roho nyingine zimetuzunguka. So he wants to manifest, because this is that moment for us to manifest. But there are other things that are around us. Ndio maana anasema hivi kwamba enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mstari wa 16 na wa 17 na kusomea, anasema kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho. Kwa hiyo Roho tayari yuko ndani yako, anatamani Elisha mwanangu utembee katika hizi hatua, lakini tayari kuna mfumo wa maisha ambao ulikuwa nao. Sio kwamba hujaokoka. Nadhani wanaoongelea hapo ni ambao hujaokoka. Ni watu ambao Roho Mtakatifu yuko tayari ndani yao. Sio watu ambao wako nje. I'm speaking to you. You are already born again. You already have the Spirit of God. Lakini Roho anapata vita ndani yako. Kuna vitu anakuelekeza, lakini mashindano ni makubwa kati ya sauti ya mwili wako, kati ya sauti ya mawazo yako, kati ya sauti ya roho nyingine ambazo zinashawishi maisha yetu. Are you listening to what I'm saying? So the key
ya kumpa Roho Mtakatifu full control and full dominion is called obedience. Obedience is very simple but it is very powerful. Yaani ukitaka kuongozwa kwa Roho Mtakatifu, haijalishi unanena kwa lugha au uneni kwa lugha, haijalishi unaomba masaa 8 au unaomba nusu saa, ukitaka uishi spirit life, number one quality you need is obedience. Ni utii. Je, utamtii Mungu katika mambo madogo, maelekezo anayokupa? Kama anakuambia amka kuomba, utaamka. Kama anakuambia usiende huku, hautaenda. Usiongee hivi, hautaongea. They are very simple instructions but they are very powerful. Why? Because Roho Mtakatifu ana take over mahali ambako kuna obedience. Alafu kuna watu tunadhani kwamba maombi ni dawa ya kila kitu. Niko na maelekezo mengine nikiomba Mungu usiombe, wewe fanya hivi. Anahitaji utii. It's not prayer. Prayer is not the solution for every problem. Other issues, they need obedience. Even when you pray, you should pray out of obedience. Mambo mengine hata sio sadaka, sijui kusanya hela upande kwenye maisha ya mtumishi utoe sadaka. No, obedience. Kwa sababu ukiomba hata masaa 4 alafu ukatoa milioni zako 2, lakini Mungu akikupa maelekezo ya kufanya bado huyafanye, you will still not see the results. Naaman alienda kwa Elisha, akaambiwa kajioshe kwenye mto mara 7. Yeye alijua kwamba Elisha atakuja, atamshika mkono, atampapasa kwa maji, lakini ile kijakazi akamsaidia tu, kwani kuna shilingi ngapi? Sometimes they look very simple things to do but they are hard to do. To obey God, ni vita. You have to ask God to give. Ndio nasema nitaondoa moyo wa jiwe, kwa sababu wengi hapa tunamsikia Roho Mtakatifu, hata anavyoongea hapa unajua kabisa Roho wa Mungu hapa anasema nini. But are you ready to obey? Can you obey his voice? Anasema roho na mwili zinashindana, hata mnashindwa, hamwezi kufanya mnayotaka. Hivi zimepigana, yani ni vita humo ndani humo, yani ni vita. Mwili unataka hichi, roho unataka hichi. You are not in a place to do the will of God. Why? Because of the voices around you, the voices in you. But I pray for you today as you are starting this journey. Maisha ya roho ni maisha ambayo Roho Mtakatifu ndio kiongozi, na it takes obedience. Atakuinua, atafungua milango, atafanya vyote, lakini anaanzia mahali pa utii. Ninakuombea, just close your eyes. Sema, Roho Mtakatifu, asante kwa neno lako. Asante kwa kunikumbuka. Nijalie sasa moyo wenye kusikia na kutii. Nijalie sasa roho iliyotubu na kunyenyekea. Nifundishe kutii maongozi yako. Nifundishe kutii maelekezo yako. Ondoa ugumu ndani ya moyo wangu. Ondoa Bwana mawazo yanayonifanya kuwa mgumu, yaondoe Bwana. Sauti ni nyingi wakati mwingine. Sauti za mwili, maisha ya kwanza, roho za giza, za ushawishi, vitu vinavyokuja kusema na mimi ni vingi, lakini nijalie kukutii wewe peke yako. Sauti yako naitambua Bwana. Na kushukuru umenijalia kuijua sauti yako. Naijua vizuri. Ninaomba unipe kutii. Ninaomba unipe kutii. Let me pray for you. Father, I pray now. Balise kele nandosh. Baledra ule bradisha lenko brazia talagaba. Rapo ago shaba. Ripo azo kaya lebo zefro rima jato karaba ande belekia balas. Power of the Holy Ghost, let it come upon you. Kila ambacho kimekufanya kuwa na moyo mgumu, kimechukua nafasi ya Mungu, kimeleta ushawishi wa giza, ushawishi usofaa, I command it now by the power of the Holy Ghost. Holy Ghost fire, let it release you now. Be free now. Be free now. Ingia katika ulimwengu mpya wa obedience, ukatembee na Roho wa Bwana, akajifunue kwako, akakupe nguvu mpya, akakupe moyo wa imani, akakupe moyo wa usikivu na utii, kwa jina la Yesu Kristo. Your life will never remain the same from this day. In Jesus mighty name I pray. Amen. Mungu akubariki sana. Elisha Muhanga. For more teachings unaweza kutufuatilia kupitia WhatsApp group. Unaweza kanitafuta kwa namba 0763020254. Mungu akubariki. See you another time. In Jesus name, be blessed. Thank you.